Sijui kama umeshare hiyo stream, sijui kama umemshirikisha mwenzako, ndugu yako, dada yako, kaka yako hii Jumatano ya siku ya leo. Kama bado, basi nakupatia nafasi nyingine tena umshirikishe mwenzako katika kipindi cha leo ambao ni Jumatano ya mwisho. Na kwa sababu ni Jumatano ya mwisho, kwa kina mama nitaochezea wimbo mmoja ambao umeimbwa na Mama Africa ambao unasema tabasamu. Najua kwamba na ni ombi langu kwamba Mwenyezi Mungu ataleta tabasamu katika maisha yako wakati ambapo tunamaliza mwaka na kwanza mwaka mwingine wa 2023. Moja kwa moja kwa taarifa ambazo ni kwa ufupi ni kwamba gavana wa kaunti ya Meru ambaye aliondolewa afisini na ma-MCA ama madiwani wa bunge la kaunti ya Meru siku ya leo atafika mbele ya kamati ya seneti ambayo itamhoji kuhusiana na tetesi ambazo ziliibuliwa na kupelekea kuondolewa kwake afisini. Hiyo jana mwakilishi wadi wa Bogeta Dennis Kiogora pamoja shahidi wengine waliojiwa pamoja na ile kamati wakitoa ushahidi wao dhidi ama wa kutetea ule uamuzi wa kumuondoa afisini Kawera Mwangaza. Hata hivyo Mwangaza amekana mashtaka yote ambayo anakabiliwa nayo, mashtaka 5. Nikiachana swala hilo ni kwamba hakimu wa ama DPP Nurdin Haji ambaye ni mkurugenzi wa mashtaka ya umma sasa hivi amemkosoa hakimu ama Jaji Douglas Ogoti, jaji wa mahakama ya rufaa kwa kumuondolea mashtaka ya ufisadi aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbovi Sonko pamoja na mshtakiwa mwenzake kwa kile anasema kwamba katika ile pre-trial conference ama kule kusikizwa kwa kwanza kwa ile kesi, hakimu Ogoti alikuwa miongoni mwa wale ambao walikubaliana na mashtaka kuhusu ufisadi wa zaidi ya shilingi milioni 20. Na vilevile upande mwingine ni kwamba familia moja ililia serikali ama inahitaji msaada wa serikali kumrejesha mwanao ambaye anahangaika kule Saudia. Mwana yule ambaye ni mwenye umri wa miaka 25 kwa jina Sharon Masisa sema kwamba amekuwa akiteswa na mwajiri wake na juhudi za kumrejesha hapa nchini zimeambulia patupu baada ya kujaribu kuwasiliana na agent wake ambaye hadi sasa hajashika simu zao. Kwingineko ni kwamba shirika la utafiti la Infotrack limetoa taarifa kuhusiana na utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza katika siku 100 ambazo zimepita. Nasema kwamba Wakenya 52.1 wanakubaliana ama wanarithishwa na utendakazi wa serikali, huku 56 wakirithishwa na kuzinduliwa kwa ile hazina ya hasla. Wengi hata hivyo wanasema kwamba kuna mambo mengi ambayo yanafaa kuangaziwa ambayo kwa kweli serikali haijaangazia kiukamilifu, kama vile bei ya unga pamoja na bei ya mafuta. Kwingineko ni kwamba county ama ile tume ya kuajiri walimu TSC county ya Embu sasa hivi inatishia kuenda mahakamani kunradhi chama cha walimu cha KUPPET kale kwenye tawi la Embu kinatishia kuenda mahakamani ili kusitisha kupandishwa mamlaka ama vyeo mchakato mzima wa walimu ambao unaendeshwa na tume ya kuajiri walimu TSC, akisema kwamba njia ambayo inatumika inawakandamiza wale ambao wana vyeti vya astashahada yani diplomas, kwamba wale ambao wana vyeti vya shahada wanapata privilege kidogo kuliko wale ambao wana vyeti vya astashahada. Na kwingineko ni kwamba gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Samad Sharif Nasser amesema kwamba kaunti hiyo imeweka
boti ama mashua 7 ambazo zitakuwa zinapiga patroli kwenye fuo tofauti eneo lile, kuhakikisha kwamba Wakenya ambao wako maeneo tofauti kujaribu kujifurahisha na kujivinjari, kutakuwa na janga ambalo litatokea katika fuo zile. Hii ni baada ya watu wawili kuangamia siku ya Krismasi baada ya ama wakiwa kwenye mashua ambayo ilizama katika ufuo wa Pirates ama Jomo Kenyatta, kaunti hiyo ya Mombasa. Kiachana na swala hilo, ni kwamba sasa hivi kaunti ya Meru imetoa tahadhari kwa wakazi ambao inawaambia kwamba iwapo kuna yeyote ambaye atakuwa anashukiwa kuwa na kisa ama kuambukizwa ugonjwa wa Ebola, basi ripoti ipigwe mara moja. Kwamba kaunti ya Migori ni baadhi ya kaunti ambazo ziliwekwa kwenye hali hatari ya gonjwa lile kuingia pale kwa njia ya haraka. Waziri wa afya Kennedy Ombogo eneo lile anasema kwamba wameweka mikakati na wamejipanga kuhakikisha kwamba iwapo kutakuwa na kisa chochote kikitokea, basi wako tayari kukabiliana nacho. Nikupeleke kule Busia County ambapo sasa hivi viongozi tofauti wanaendelea kulumbana kuhusiana na mswada ambao uko pale bungeni wa kutengeneza kaunti nyingine ya Iteso. Gavana wa Busia Paul Otuma nasema kwamba hilo ni swala ambalo litakuwa linawagawanya wakazi wa Busia, swala ambalo kweli anasema hata kubaliana nalo, huku mbunge wa eneo hilo Kuga Kunradhi Kuu akisema kwamba yeye ako tayari kuunga mkono mswada huo wa kutengeza kaunti nyingine ya Iteso ili Wateso pia wafurahie matunda ya ugatuzi. Mbunge Oku Kauya ndiye ambaye anasema ataunga mkono swala hilo. Hata hivyo, ambaye ni mfalme wa jamii hiyo Emormor Papa Sunday Emolot anasema kwamba viongozi hao wanafaa kukaa pamoja, wazungumze, waelewane badala ya kulumbana waziwazi mbele ya wananchi. Kwingineko ni kwamba Uchina imeanza kufungua mipaka yake kuanzia mwaka ujao. Mipaka yake itakuwa imefunguliwa na vile kanuni ya kuwekwa kwenye karantini ukiingia pale itaondolewa, swala ambalo wengi wamefurahia na nimeona wengi wameanza kubook tickets kuelekea taifa lile kuanzia Januari. Kwingineko ni kwamba kufikia sasa kulikuwa na basi ambalo lilikuwa limeanguka ndani ya mto kule Uhispania, ambapo watu 6 walikuwa wameuawa, wamekufa ama wameangamia. Kufikia sasa ni 7. Basi lilianguka kutoka kwenye kivuko katika eneo moja kule Uhispania. Na kumalizia tu ni kwamba inasemekana kwamba watu 10 wameaga na wengine kuachwa na majeraha baada ya basi lile walimokuwa wakisafiria kukanyaga bomu ama kilipuzi katika taifa la Burkina Faso. Ni hayo tu kwa sasa. Acha nikupeleke upande mwingine, nikupatie wimbo ambao umeimbwa na Orina Ontiri, unasema ga kurangiria amarieta. When the roll is called up yonder, that is the translation, that is a hymn song. Unasema when the roll is called up yonder, I will be there. Natumai kwamba utaendelea kufuatilia kipindi hiki mpaka tumalize.